Good morning and win today, win tomorrow and win forever. Aliyeko mbele yako ni mtumishi wa Mungu Pastor Julie, napatikana Good Morning Church of All Nation hapa Magomeni Kagera, njia panda. Karibu ndugu yangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, tujifunze ujumbe unaosema mambo yanayokwamisha baraka zetu. Ndugu yangu, mtazamaji wangu, yako mambo mengi sana ambayo yanakwamisha baraka za watakatifu. Lakini Roho Mtakatifu amenipa neema ya kuongelea machache. Hivyo naomba uniazime masikio yako, twende pamoja tukajifunze mambo hayo ni yapi. Jambo la kwanza ni kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu na kutokutii yale maagizo Mungu anayokuagiza. Tutasoma ile Yeremia 48 na ule mstari wa 10. Maandiko yanasema alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Ndugu yangu, mtazamaji wangu, uvivu au ulegevu katika kufanya kazi ya Bwana ni kikwazo kikubwa sana cha baraka zetu. Mhubiri anasema katika ile Mhubiri 9 na mstari wa 10, lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu. Lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu. Yaani utumie nguvu, utumie juhudi na maarifa kulifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu na si kwa ulegevu. Sisi ni watenda kazi katika shamba la Mungu. Hatuna budi kuifanya kazi yake kwa bidii. Baraka zetu zipo katika bidii yetu ya kazi mbele za Mungu. Ile Samueli wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 3, maandiko yanasema, basi sasa enenda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Mungu anamwambia Sauli na jeshi lake waende huko Amaleki wakaangamize vitu vyote, wasibakize hata kitu kimoja. Ndugu yangu, nimekuambia uvivu wa kufanya kazi ya Mungu na kutokutia yale ambayo tumeagizwa. Mungu anamwambia Sauli aende Amaleki akapate kuharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala wasiwaachilie. Mungu anamwambia Sauli na jeshi lake waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anayenyonya waueni. Na pia anasema ng'ombe uweni, ngamia uweni, punda uweni, kondoo uweni, msibakize hata kitu kimoja. Je, Sauli aliwaua wote kama alivyoagizwa? Maandiko yamesema kwamba na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Mungu amekuamini na anakukubali sana. Anaamini ya kwamba hautamwangusha. Amekuweka hapo mtaani unapoishi ili kwamba uombe kuangamiza wachawi, waganga wa kienyeji, vibongo vinyamkera, kila nguvu za giza katika eneo lako. Lakini umeacha kuomba, na ukiomba unaomba kwa ulegevu. Je, unaendelea kutegemea baraka za Mungu wakati kazi yake hujaitekeleza? Ndugu yangu, Mungu wetu amenyooka, yuko very strict. Amemaanisha kwamba anachokisema lazima kitekelezwe. Ndugu yangu, Samueli alijitahidi sana kumlilia Sauli, lakini Mungu hakukubali kusikiliza maombi ya Samueli. Haleluya. Usimfanye Mungu ajute kukuokoa. Usimfanye Mungu ajute kukupa hayo maisha unayoishi. Usimfanye Mungu ajute kukupa mume uliye naye. Usimfanye Mungu ajute kukupa kazi aliyokupa. Maana amekupa kazi akijua kwamba ukiwa pale kazini utaomba nguvu za giza ziangamizwe, watu wapate kufunguliwa, watu wapate kuponywa. Lakini umefika pale umekaa kimya au unaomba kwa ulegevu. Na hata kama ukiomba unaomba nusu nusu, kana kwamba ni Mungu hajakwambia jinsi ya kuomba. Ndugu yangu, alisema tuombe sawa sawa na mapenzi yake.
si sawa sana mapenzi ya wanadamu. Kwenye ile Samueli wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 11, Mungu anasema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate wala hakufanya niliyomwamuru. Mungu anajuta. Usimfanye Mungu ajute kwa ajili yako. Usimfanye Mungu aseme kwa nini. Anakuamini, amekupa nafasi hiyo ili wewe usimame kwa ajili ya taifa, usimame kwa ajili ya vijana, simama kwa ajili ya kina mama, simameni kwenye maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu anakuamini. Ndio maana huko mahali hapo ulipo hakuwekwa mtu mwingine. Hivyo usimwangushe Mungu. Kwenye ile Isaya sura ya kwanza ule mstari wa 19 na mstari wa 20 nasema hivi: kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Mungu amekuambia ila kaangamize wote, usibakize. Ukibakiza utaangamia kwa upanga. Amesema kwamba ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Kama Mungu amekuagiza kufanya kazi ya Mungu kwa namna fulani, ifanye, usiongeze, usipunguze. Kwa kama hatuzitii sheria za Mungu na hukumu zake, baraka zetu tunazozitegemea hatuwezi kuzipokea, na pengine hata zile ambazo tunazo tutaweza kunyang'anywa. Maana Mungu anajuta kwa ajili ya kumtawaza Sauli kuwa mfalme. Naomba tusome pamoja ile Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa kwanza. Anasema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawi. Unaona ndugu yangu, hata kile ambacho ulichonacho unaweza kunyang'anywa pale tu ambapo utashindwa kutii sheria na hukumu za Mungu. Mungu anamwambia Samuel, nenda katika nyumba ya Yese, nimejipatia mfalme huko. Ni kwa sababu ya dhambi ya Sauli ufalme unahama toka kwa Benjamini unahamia kwa Bethlehem. Unaona kwamba hata maovu yako wewe sababisha hata wengine wanaofuata nyuma, yani wanaokuja nyuma yako wanajikuta kwamba wanashiriki laana ambazo ulikosa wewe. Ufalme ulikuwa ni wa Benjamini, ulihamiaje kwa wa Bethlehem? Kwa sababu ya makosa au kiburi au kufanya kazi kwa ulegevu kwake Sauli mfalme wa Israeli. Wako watu walikuwa na asili ya utajiri, leo hii ni ombaomba. Why? Maovu ya vizazi vilivyotangulia yamewafikisha hapo walipo. Zipo laana zinawafuatilia za vizazi vya nyuma. Kwa ajili ya ulegevu wa Sauli, anauza ule ufalme aliokuwa amepewa kwa heshima nyingi, unahamia kwa Daudi. Hata alipopigana na Daudi misitu kwa misitu, mapango kwa mapango, hakuna jinsi ambavyo aliweza kurejesha tena ufalme wake. Ufalme ulichukuliwa. Kuna watu wengi walikuwa na biashara kubwa, leo wamebaki na historia tu. Why? Kukosa bidii katika kazi ya Mungu ni sababu kubwa sana. Inaweza kupelekea biashara kuharibika, napelekea ndoa kuvunjika, kufukuzwa kazi kwa sababu tu ya ulegevu wa kazi ya Mungu. Unamkuta mtu yuko kwenye simu ana chati, au kama chati basi yupo kwenye YouTube, yupo kwenye Instagram, yupo kwenye TikTok masaa na masaa, lakini kufanya kazi ya Mungu kwa dakika 10 inakuwa ngumu sana. Lazima tujihoji. Ile Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wa 1 anasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, uzao wa ng'ombe na kondoo, kila kitu kitabarikiwa. Hivyo ndugu yangu, usipofanya kazi ya Mungu kwa bidii na kumtii Mungu, si rahisi sana kubarikiwa, ni vigumu sana.